So saa hiyo mwingine akaanzia mzee kukata vidole vyake akiweka kwa meza wakisipanga, wakimwambia hesabu kura mzee ni ngapi. Mzee akaanza kuhesabu kura mpaka akamtolea masikio, wanaweka chini wakisema hesabu kura. Wakatoa ya miguu hesabu kura mpaka akamtoa sehemu zake za siri wakaweka kwa meza. Mzee akaanguka chini akamkanyanga na miguu na akakata shingo nikiona na macho. Hi my good people, and welcome again to another episode of My Confession. Our guest today is called Joyce Chepkemoi, and today we are featuring a story on post-election violence. Before we go into further story, let's get from the horse's mouth. So majina naitwa Joyce Chepkemoi Cheruyot kutoka sehemu za Kresoi North. Nashukuru Mungu kwa maana mmenipokea Nairobi KTN. Nashukuru Mungu kwa miaka yote ambao Mungu amenilea, amenichunga. Nashukuru Mungu kwa hii sura ambayo niko nacho, nachipenda vile niko. So venye mnaniona wananchi wote Kenya, niliadhiriwa 207. Wakati ya 207 kitu saa 5 ya mchana. Nilikuwa na watoto wawili. Nilikuwa na Sharon Chepkurui na Miriam Chemtai, na nilikuwa na mimba mwezi 8.5 wakati nilikuwa ninachomwa. Wale watu waliingia ndani ya nyumba tukiwa na mzee Wesley Cheruyot, baba ya watoto. Walinipata kama ninasha jiko ya makaa, kulikuwa na githeri na nilikuwa nachonga viazi na nilikuwa na mimba mwezi 8.5. Walipoingia ya kwanza nikamuuliza, "Mnataka kibarua?" Akasema, "Hapana, kibarua ninataka tuwaue." Nikamwambia, "Tukutuua kwa nini?" Akasema, "Ni juu ya kura." "Kura inafanya nini?" "Hapana, usiongeleshe sisi." Wakaanza saa hiyo wakaanza kunikata vidole vyangu viwili na mkono ya mbele, na wakatoa githeri chini na wakanishikilia hiyo jiko ya makaa namna hii, nikisikia na macho na nikisikia na masikio yangu yote kila pahali. Wakaanza kunikatakata wakinichoma kisu na mtoto alikuwa ndani. So saa hiyo mwingine akaanzia mzee kukata vidole vyake akiweka kwa meza wakisipanga, wakimwambia hesabu kura mzee ni ngapi. Mzee akaanza kuhesabu kura mpaka akamtolea masikio, wanaweka chini wakisema hesabu kura. Wakatoa ya miguu hesabu kura mpaka akamtoa sehemu zake za siri wakaweka kwa meza. Mzee akaanguka chini akamkanyanga na miguu na akakata shingo nikiona na macho. Saa hiyo damu zilikuwa inatoka kwa mimi kwa mwili, nikisimika, nikianguka, nikiamka. So saa hiyo bahati mzuri kabisa kwa ajili ya Mungu, watoto wakuwa na mimi walikuwa wanaenda kwa jirani kucheza. Sasa nilipopiga nduru ya juu nikiambia jirani, "Tunakufa, saidieni watoto." Sasa jirani akachukua watoto, sijui walielekeza msituni gani, walienda tu na watoto. So mimi nikaambia wale wa jamaa, "Mmeamua kabisa muue watu namna hii kabisa juu ya kura. Mnatua juu ya kura kabisa." Akasema, "Wewe mama unaongelesha nani? Omba Mungu yako ya mwisho." So wengine alikuwa nakata ng'ombe miguu, wengine anachoma store ya mahindi, na mzee alikuwa anabarikiwa, alikuwa ananunua gari yake ya biashara, na mimi nilikuwa na biashara ya duka. Sasa badala wachukue vitu wanachoma hiyo duka. Sasa wengine walikuwa wanachoma duka na petrol, wengine wanakata miguu ng'ombe, wengine wanafanya vituko huko nje, wengine anaua kuku, yaani vitu yenye ina innocent na ni juu ya kura. Sasa saa hiyo mwingine akasema, "Tungekuwa tumeua huyu mama, anangoja nini?" Sasa nikashikiliwa jiko ya makaa hiyo moto kabisa hiyo red. Kashikiliwa nikainamisha kichwa namna hii, na wakanikata taka mtoto akapinduka saidi za mgongo. Wakanichoma ngine kisu hapa ya mwisho na wakanikata shingo upande hii na hii. Sasa wakaniwacha kama niko innocent, kama sisikii chochote. Labda walidhania mama hata yeye amefariki. Sasa jioni sijui ni saa ngapi, watu walikuwa wamekufa sana Molo. Nikakuja kusanya na baba ya watoto na mimi na tukapelekwa mochari ya Molo. Tulikuwa wengi. Sasa tukatupwa pale, sisikii chochote. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu nikaongeleshwa na mtu sisikii. Nasikia tu naambiwa, "Joyce, amuka, uko na hali mbaya. Tazama chini yako, uko na hali mbaya." Sasa mwenye alikuwa ananiongelesha ni vitu kama yani kitu kama jua tu, ilikuwa naongea tu. Yani ilikuwa nyota, vitu kama nyota. Alikuwa naongea.
Sasa ninaangalia tu na niambia ndio hii jina yako, rudi mpaka siku tutakuchukua. So mimi nilipoamka nikakaa chini. Nikashindwa sasa nani alileta store ya mahindi. Sasa mimi nilikuwa innocent. Nilikuwa nasema ni store ya mahindi. Nikasikia hapa yote ni uchungu. Mgongo ni imekaa mlima. Kumbe ni mtoto alikuwa anaenda kulala vibaya. Sasa nikasema Jesus, why? Sasa nikasikia mwingine tena ananiongelesha mwenye sioni. Ananiambia say Jesus, endelea kuomba Mungu. Mpaka sasa watu ya moja ndio wakasikia, mwingine akasema Bwana, si ulikuwa unasema customer leo ni nyingi na hiyo mwenye ameamka. Twende tuone. Mwingine kuingia ndani anasema Bwana, customer ameamka. Na ile chuma ilikuwa hapa. Sasa mimi kujaribu kunigonga, nikaingia kwa chini ya miguu yao na nikatoka nje nikitambaa. Sasa nikakaa chini, madaktari wakaniona. Mwingine mmoja akasema, "Kuja na uchukue maiti yenu ameamka." Sasa daktari mwingine anasema, "Wewe enda leta." Mwingine anasema, "He? Mimi sijui kama ni mtu, mimi siwezi enda." Mpaka mwanaume mwingine akasema, "Nitaenda kumchukua." Sasa sikuwa na nguo. Akaenda kuleta bed sheet na nikakuja kufunikwa na nikapelekwa kwa ward. Inaitwa St. Joseph. Kaenda kushona, daktari kusikia mtoto ako ndani ya tumbo akasema, "Ai, ako na mimba na mtoto ana survivor. Tutafanya aje daktari?" Anaambia mwingine, "Tusongeze tujaribu sana." Nikasongezewa katikati ya tumbo nyumba yake vizuri. Nikaongezewa maji. Nikakaa siku ya 3 nikaongezewa damu, juu damu ilikuwa. Kaongezewa damu na nikakaa wiki 2. Saa 3:30 nikajifungua mimi mwenyewe peke yangu bila operation. Kijana anaitwa Emmanuel Kiblangat. Sasa nikasema heri nimuite Emmanuel kwa maana nimekuwa ya muujiza. Huyu mtoto amepona. Ni kijana mweupe, ni kijana ako na mwili, ni kijana smart. So nikakaa kwa hospitali sana karibu mwezi 4 nyingine. Nikaambia madaktari, si mimi nilikuwa na watoto sasa akili inaanza kurudi. Daktari mwingine akaniambia, "Wacha tuende police station, tuende tuone." Anaitwa nani na nani? Kaambia anaitwa Chemutai na Chepkrui. Kufika police station mama mwingine akasema, "Niko na watoto ya Joyce." Kwani Joyce alipona? Akasema alipona, tuendeni usi tuende muone. Kukucha na mimi kuleta watoto akasema ni nyang'au. Wakatoroka. Akaenda kwa ile mama tu kufuata ile mama. Walitoroka walitoroka miaka 3. Hasa mimi nikachukua mtoto nikasema siwache niende tafuta mother in law, mama ya mzee. Yeye alikuwa pale pengine kando tu na huko. Mimi kuenda huko akaniambia, karibu." Kukaa wiki moja wa mama wenzake marafiki akamdanganya akamwambia, "Fukuza yeye ni nyang'au. Wewe hakuna kitu atafanya tena kwa maana amechomeka. Mikono ingine hakuna. Sasa utalisha saa ngapi na utaosha saa ngapi? Fukuza yeye hata kijana yako si amekufa." Sasa sisi Kikalenjin tunakuanga na maneno ya kusema hajafungwa, yani tunafungana na kama ni kanisa au Kikalenjin kimila yao. Akasema fukuza. Sasa nikafukuza na mtoto mdogo. Na ile watoto nikaenda kutafuta. Huyu mwenye umezaa sasa. Hivi tu na vinonda kwa macho. Sikuwa naona vizuri. Ananifukuza na magunia na matakataka yote. Yaani nilikuwa tu na sina nguo. Ninatembea tu nikisuruta manguo tu. Na sijui mahali ninaenda. Sasa nikaenda kwa mzee mwingine. Huyu ni mother in law sasa amekufukuza kwake. Kufika sasa kwa mzee mwingine. Watoto tukakuwa na huyu Sharon na Chepkrui, Sharon na Chemutai. Kukaa, yani watoto walikuwa nalia. Njaa na wana nguo na wanifahamu. Tukakaa na shida kwa mzee huyo mwenye alinisaidia. Huyo mzee akaniambia, "Joyce, mimi najua baba yako kabisa pale anaishi Londiame. Si mama yako alifariki kitambo." Nikamwambia, "Alifariki kitambo tukiwa watoto wadogo. Na unajua babangu bali yako utanipeleka?" Kaniambia, "Nitakupeleka na nitakupeleka na fare yangu." Sasa tukaenda nyumbani Londiane. Kufika pale babangu naye ni huyo. Akaambia, "Msichana wako ndio." Ati msichana wangu. Msichana wangu hakuwa amechomeka, akakuwa innocent na yeye kichwa yake karuka. Mpaka sasa hajashika laini. Ni mtu mgonjwa si yani hayuko normal. Nataka utuelezee kiundani uliachana na babako kwa muda gani na ni kivipi ukaweza kuunganishwa na mzee mwingine? Mbona ungeweza kufahamu kwenye baba yako yuko? Babangu alikuwa anaishi Nakuru kitambo. Senye mama alifariki sasa tukiwa pamoja. Ile watoto ya kugawa mimi nilikuwa nimegauliwa, nilikuwa naenda Molo kwa mjomba wangu. Sasa nisikusoma vizuri ndio nikaoleka Molo. Sasa naye babangu na raha yake akauza shamba Nakuru. Toka mzee mwingine akamwambia, "Bwana, shamba ni nyingi huko Londiani na iko bei ya chini. Usimalize shamba na watoto."
wakaenda kununua sasa Londiani. Sasa tulikuwa tumekaa muda mingi bila kuonana na baba. Huku umeweza kumtembelea mahali kwenye amehamia sasa. Sikuwa najua hata pale alikuwa amehamia. Lakini huyu mwenye nilienda kwake ndiye akakuwa Samaria mwema. Kusema kuliko uhangaike, si babako ananunua shamba Londiani. Kama Londiani ni wapi? Twende nikupeleke. Sasa sikuwa najua, naye baba yangu alikuwa ananiacha kwa muda. Aliwacha sisi tukiwa watoto wadogo. Yaani yale ya wanaume. Mama amefariki na wewe unafanya vitu vyako. Sasa akatuacha. Sasa yani hakuamini kwamba mimi nimekuwa mama na nimeolewa na nimepata watoto na nimechomwa. Sasa ndiye akakuwa innocent. Na mtoto wangu. Kwani watoto walikuwa bado wako hai. Kama si uliwacha watoto ya bibi yako watembe. Watoto ndio hawa. Sasa akakuwa innocent mpaka saa hii. Sasa umefika Londiani kwenda kwa baba na ikapatikana kwamba pia baba amekuona hivi na akarukwa na kichaa. Maisha yako ya Londiani yaliendelea kivipi? Ulianzia wapi? Maisha yangu ya Londiani ilikuwa ngumu. Nilikaa na masida na matambo, nikikaa kwa manyumba za wenyewe, nikiomba na chakula, nikitembea nikiomba pesa ndio niweze kutibiwa macho hii. Hii kukua hivi, ilikuwa nachomeka saidi. Hata ungeweza tukule na wewe. Sikuwa nakula vitu moto. Sikuwa nakaa mahali kwa baridi au joto, nilikuwa na shida. Niliishi mbaya sana. Ninaishi kitabu kabisa. Umeweza kutuelezea kwamba watoto wako walipokuona mara ya kwanza walikukimbia. Walitoroka. Walikimbia. Ilifikaje ndio wakaweza kuja kwa ufahamu wakajua huu ni mama yangu? Ni maombi. Niliwaombea na nikaita watu ya kijiji, nikaita watu ya guidance counseling, wakaongelesha hiyo watoto. Lakini mkubwa Sharon hakuwa ameniamini, hakuwa ananitaka hata niende shule yao. Lakini mdogo alikuwa ananipenda, msichana mdogo na kijana. Ndio alikuwa tunapendana kidogo, lakini walikuwa nalala kivyao. Wako wanataka tena tujifunike na blanket moja. Kama maji nikikunywa kwa kikombe alikuwa ananusa, wanamwaga hiyo maji. Wakikunywa chai yenye nimekunywa wananusa wakimwaganga. Sasa nilikaa na tabu na hiyo watoto. Niliishi na tabu na watoto. Ninaishi nikijikakamua, hata wengine hawezi kaa kama mimi. Mwingine atakufa, mwingine atajinyonga, mwingine atakunywa dawa. Lakini mimi nimeishi na tabu. Nimeishi mpaka nikapata stress. Mpaka sasa hata niko na sukari na pressure. Juu ya stress nikikumbuka hiyo watoto nitafanyia nini? Baba hakuna, watasoma aje sasa? Wako na tambo. Hata sasa nyumba ya kwetu karibu inaanguka. Nataka utuelezee mami, historia yako iko na uchungu mwingine kabisa. Nataka utuelezee safari yako. Najua kando na familia kukukataa, safari yako ilikuwa kivipi ulipokuwa unajaribu kuinteract na watu wenye wako wanakujua, ndo wanakujua kama umeshabadilika? Safari yako ilikuwa kivipi na ilifikaje ukaweza kujikubali? So nilipitia safari mrefu, changamoto mrefu. So nikiambia familia, yani nini ndio wenyu, yani mabibi zao tuseme yanko, yani nikienda makwao wanitaki, watoto wao wanitaki. Sasa nikaishi na tabu. Mimi nikatembea tu nikiomba pesa na nikajitibu Kenyatta. Ndio wakaanza sasa kusema kumbe hata Joyce anajua kujitafutia pesa kujitibu. Sasa wakaanza hata kuniita hata mimi familia. Bure walikuwa wamenitupa. Hakuwa nataka tukae na watoto, nikienda makwao na watoto ile akusafiri likizo. Hao wanitaki wananisengenya usiku. Nililia kulia, nilipitia machungu. Mpaka sasa yani nimekuwa badali kidogo. Si kama mbeleni. Angalau nyumba ni mbaya lakini heri nikiwa hai. Unajua familia inapokukataa, najua ni uchungu kabisa, ni uchungu mwingine ambao huwezi elezeka. Lakini kitu ambacho huuma kabisa ni kukutana na yule mtu ambaye aelewi ni masaibu gani umeyapitia, na yale maongezi yake yanakupea ni ya kudhoofisha mwili. Ni mambo gani ambayo umeweza kupitia kwa watu ama kuyasikiza ama watu kukufanyia yenye yalikuwa yanavunja moyo wako? So nini nimepitia maneno kama hizo ya madharau. Wamama wenzangu wako wananitaka hata tuende nishe na chai. Hata saa hii hatuendanishi na wengi. Tuendanishi na wengi, wengine wananipenda, wengine wanipendi. So nimepitia changamoto mingi. Nikule ni changamoto.
nivae nguo ni changamoto. Yani ninapitia mingi. Yani nivae nguo ni makanisa, dada kama wewe, mwingine ndugu hivyo. Hata hii watoto kusoma na shule hivyo. Yani familia si wote wananitaka. Juzi hata nikiwa hospitali, mimi kujaribu hata kuita watu, sinukuja mnichangia au si. Ninapelekwa ya shukari na inataka 57,000. Nitafanya aje? Tuna pesa, watoto wanatusumbua. Yani napitia maneno mingi kama ni mwingine saa hii angekuwa hata amejinyonga. Si watu wengi anajinyonga hata kwa loan. Lakini mimi siwezi. Nimeambia Mungu tu mpaka pale atanifikisha. So kitu kingine ya changamoto yenye nasema hata mpaka saa hii bado naendelea. Ni bado naambia hata wananchi vijana tuachane na vita. Tuachane na maandamano. Mtoto wangu, ndugu yangu, tuachane na maandamano. Usifanye maandamano, mtoto wangu urudi na mguu moja, macho mmoja, na urudi na usongine kama mimi Joyce yenye nilichomwa. Hakuna haja. Enda asubuhi kama saa 10 tuende tupige kura, kila mtu aende kwake. So naambia nchi yetu ya Kenya amani. Tunataka amani kabisa. Hakuna Kenya mimi nataka. Mimi nataka amani, ndio mtu arudi na kuwa na sura mzuri. Mtu akuja atafuta mali yake. Sijuu tukipigania kura utakuwa maskini. Ukisema wacha uende upige hii jirani, upige Jaluo, upige Kikuyu, upige Mkamba, upige sijui lugha gani, utakuwa maskini ya mwisho kama mimi Joyce nilipoteza kila kitu. Na si kupigana na mtu. Vijana ndio waliniumiza. So ngine ninabada naongelesha na ninabada naongea na uchungu wangu wote. Watu vijana kwa mashule tena pia. Huwa natembeanga mashule. Kuongelesha kuhusu kuchoma shule. Unaweza choma shule, uchome mwenzako. Ukue sura kama ya Joyce, udharauliwe, upewe wazazi tena hasara nyingine na unasomeshwa na hakuna school fees. Utakuwa na shida enyewe. Lakini walimu wakuu wanitaki, nikienda wengine wananitaka, mwingine anitaki kama gate. Mnang'ang'ana anasema hapana. Principal anasema hakuna mgeni ataingia ndani. Sasa huwa naomba Kenya wote kama wananisikia leo hii kwa TV, hata kama ni siku gani, wanipe jukumu niongelesha watoto wao ndio wasichome shule tena. Watasikia huzuni vile ninaongea kwa hii sura peke yake. Unajua ningependa kuelewa ni vipi ulifika ukaamua kuanza kuongea, kutoa historia yako. Juu sio kila mtu ambaye ameweza kupitia uchungu kama huu ambao umeweza kuupitia ako na ule uwezo wa kutoka nje na kuongelesha kila mtu na kupeana historia yake vile iko. Ni nini ilikufikisha hapo? Kitu ilinifikisha ndio niweze kuongelesha mashule. Nililala na nikapewa ndoto na nikasikia tu nitembee niongeleshe watoto kama wangu na vile tumeishi na tambo na uchungu ya wazazi. Sasa nikaishi nikisema nikiongelesha watoto ya shule, hata wasichana wasipate mimba ovyo, wasioleke ovyo. Kama ni mimi ningesoma, kwa maana mimi nilikuwa maskini. Asome ndio apate utajiri wao hapo. Aoleke kwa hapo mali taoa yeye, au akipata mzee mwenye amesoma na ako na mali waoane. Kuliko uolewe na mtu ya darasa la 8 na mwenye amemaliza form 4 itashikana. Na hii maneno ya kuchoma shule tena pia ni ushetani. So ukienda shule na upewa maombi, unaweza kukemea mashetani mingi, unatoa vitu mingi. Hata huwa natoanga hata devil, huwa natoanga. So huwa naonesha tunaambiwa ule ni si mzuri, ule ako na hivi. Yani nasikia tu kwa mawazo. So nikajitoa, nimetembea na fare yangu mimi mwenyewe, naenda mashule mingi. Nimeenda mingi sana. Hata hii Nairobi nimeshaenda, hata Kangemi. Nimeenda mashule mingi, si hata Alliance Girls na niongelesha wasichana. Na hii wasichana wanakaa hata saa hiyo hakuna mwenye amefanya chochote. Nikaenda ingine, hakuna mwenye amefanya chochote. Lakini hizi zingine sijaenda nyo nasikia sasa wanachoma. Bado. Umeweza kuzungumzia tu, tukimalizia tunamalizia sasa hivi. Umeweza tu kuzungumzia kuhusu umeongelesha wanafunzi, kuongelesha wazazi na pia ukaongelesha wapiga kura. Lakini hujaguzia wanasiasa. Nataka upeane usia wako kwa wanasiasa tukimalizia. Ni ujumbe gani ambao ungeweza kuwapatia being that right now we are almost heading to 2022 election?
wewe kama yule survivor, ni ujumbe gani ambao ungeweza kuwapatia kama viongozi? So mimi nikiwa survivor, okay, so niko survivor mimi mwenyewe mama mwenye amekoma, mwenye naweza ongelesha watu wananchi ya siasa, huwa naambia kila mtu mwenye unaomba kura kwa sasa, enea kuomba kura na amani. Enea kuomba kura ukiongelesha vijana awaachane na vita, awaachane hata hizi vitu za kupiga magari na mawe, tunakataa. Enda uongelesha watoto wenyu, vijana wenyu, mgeni yeyote ambao anaingia kila kituo atokelewa pale. Hata mkipigana vijana wetu, hata ukipiga mtu na mawe, utarudi kwako bila majani, bila shukari, bila nguo, na nguo imeraruka na utakuwa maskini. So naambia wenye siasa, mupeane amani. Tunataka amani kabisa 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 nchi yetu ya Kenya. Tutaki 2022 watu wapigane. Hatutaki kumwaga damu iliyomwagika Kiambaa na Molo na kila kituo cha Nakuru. Tunaomba sana nchi yetu ya Kenya muachane na maneno ya vita. Tuache. Mwenye ataingia kiti awe president, watoto wetu, vijana wetu, Kenya mzima. Mwenye ataingia kukua president, hakuna kupigana. Kaeni na amani, huyo atatushughulikia na Mungu atashughulika mbeleni. Usiseme siwezi kuitika, tutapigana. Uende ufunge barabara, uweke matairi, uchome matairi, ndio uchome mwenzako, uchome mjaluo mwenye mulika naishi na yeye. Never atutaki vita tena. Ni uchungu sana. Mimi nasikia uchungu kwa roho yangu, kwa maana hii sura yangu iliharibika na ni kura. Au mnataka kukua kama mimi tena? Nilikuwa lady mzuri, smart, nilikuwa nafanya kazi yangu nyumbani, biashara, kulima shamba. Sasa hizi silimi, kila bahali likatakatwa. So vijana wetu msirudi bila Mungu. Na wamama tena mwacha na sengenyo. Tupendane nchi yetu ya Kenya. Kama mama anaomba kura, tembea kwa kila kituo, omba kura na uache amani hapo. Useme amani kila unaendapo. Hata kama ni wapi, hata Ukambani, yote kila mahali tunataka kuishi na amani. So mimi ni mama mzuri, mama mwenye anapenda nchi ya Kenya, na mwenye ananisikia tena, msiogope kuniita kufanya interview. Kila mtu ako na right aniite, tutembee pamoja, tuungane pamoja. So nimeshukuru sana mami. Ni ujumbe mwingine ambao umeweza kuniguza mimi kama mwananchi wa Kenya. Imeniguza na niko na uchungu kabisa. Na nafahamu kwamba kila Mkenya ambaye ataweza kuangalia na kutazama na kusikiza atayatilia maanani yale ambao umeweza kusema. Asante sana mami.